Wananchi wanasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa najua mnaweza kufanya kwa kiburi mnachotaka na mkaita uchaguzi. Hautakuwa uchaguzi mbele ya wananchi, hautakuwa uchaguzi mbele ya jumuiya za kimataifa, na hautakuwa uchaguzi mbele ya Mungu. Sasa ndugu wa Tanzania wenzetu wa Dodoma, kwanza tunashukuru sana kwa jinsi mlivyojitokeza. Hii Dodoma hii ni mara ya kwanza mmetisha namna hii. Maana yake no reforms no election, inaeleweka. Uongo kweli? Sisi wakiitisha mkutano kama huu, shule zote zinafungwa. Uongo kweli? Watu wanasomwa toka Mrijo, toka Kongwa, toka si wapi. Si walikuwa hapa si na siku inaitwa siku nini? Nani day wanaita? Samia Day. Wamesombana mkoa mzima, alafu wakawa wachache kama kikao cha familia fulani. Na mimi juzi niliwaambia hivi, tunawapa challenge. Sisi wakihutubia mkutano kwenye mkoa, wanahutubia mkutano huu mkoa mzima, hawana uwezo wa kwamba wawe na timu mbili zigawanyike kwenye mkoa. Leo mimi na katibu mkuu tumegawanyika kwenye mkoa wa Dodoma. Katibu mkuu amegonga mikutano 4 na mimi 4, mikutano 8. Tumeenda Kongwa, tukatoka Kongwa tukaenda wapi? Anga la umoja Kwa na pale panaitwa uamuzi huu Tanzania sio? Katibu mkuu ameenda Mrijo, wapi? Pahi, mamlaka ya usafiri anga Pahi, Mrijo na Kondoa mjini na yuko. Sasa wao wakifanya hivyo, athari watakayoipata, watakosa watu wa kusoma kuja hapa. Kwa sababu wale watu ambao wangeenda kuwahutubia kule wameshasoma, wameleta mjini. Na kama wanafanya hapa, kama ni mzee Wasira, wakigawanyika pia imekula kwao. Uongo kweli? Kwa tunawashukuru. Tumekuja kwenu wa Tanzania kuapili kwenu kuhusu issue ya uchaguzi. Na baba askofu, nitakupa nafasi usalimie. Baba askofu Mama Kura tuko na, mpigieni makofi. Tumekuja kwenu kuhusu masuala ya uchaguzi. Kwa nini tunazungumza kuhusu uchaguzi? Kwa nini kila aliyesimama hapa anasema kuhusu uchaguzi? Nchi hii inaongozwa kwa propaganda. Tusipofafanua mambo to the dot, wanaweza kupata nafasi ya kupenyeza uongo. Ukifungulia redio za nchi hii, ukifungua redio za nchi hii, magazeti ya nchi hii, TV za nchi hii, ukisikia wanavyomzungumzia Rais Samia, chawa vyombo vya habari mnasikia wananchi wamesemaje? Kazi ya vyombo vya habari namba 1 duniani ni kuhabarisha watu. 2 ni kuelimisha watu, kuambia watu ukweli. Kwa sababu na hapo tuelewane vizuri, mtulie, tueleweshane. Mpigania haki za watu weusi anaitwa Stephen Biko, aliuawa Afrika Kusini. Alisema koti moja huwa naipenda sana. Alisema hivi: the most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Kwa Kiswahili, naweza nisiwe Kiswahili kisiwe sahihi sana, nisikilize, tutulie, kamanda, tutulie. The most important weapon
in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Silaha kubwa anayoitumia mdhalimu dhidi ya mtu anayedhulumiwa ni akili ya mtu anayedhulumiwa, au ni ubongo wa mtu anayedhulumiwa. Usipokuwa na uelewa, huwezi kujua unavyodhulumiwa. Usipokuwa na uelewa, unaweza kutishwa hata na kivuli chako ukakimbia. Kwa hiyo kazi ya vyombo vya habari ni kuelimisha umma. Umma ujue unavyoibiwa, rasilimali zao ni zipi, nchi yao ikoje, ili mfanye maamuzi, informed decision wanaita wazungu. Maamuzi ambayo yana taarifa. Ufanye maamuzi yenye uelewa, informed decision. Watu wetu wanapewa chumvi, wanapiga kura kwa sababu they are not informed. Hawajui kitu wanachofanya uzito wake. Na ndio maana nataka mtulie kabisa, tueleweshane. Najua mnatupenda, lakini tulie. Sasa ukisikiliza redio za nchi hizi na mzungumzia Samia, unaweza ukafikiri tuko Marekani. Unaweza ukafikiri tuko Uingereza au tuko nchi iliyoendelea sana. Ukishuka chini ukaona maisha ya watu, unaweza kulia. Tulienda Kongwa ambako Spika Ndugai tulikuwa naye bungeni, amekuwa mbunge kwa miaka 25. Na mkoa wa Dodoma tuseme kwa ujumla, ukiacha barabara hii kuu ambayo imejengwa hata kabla ya Mwalimu inayoenda Mwanza, niambie barabara nyingine, na ukiacha hii ya kwenda inayopita Kondoa Arusha, na hii hapa Mashimo ambayo yamejengwa hapa, Mashimo tu unaweza kucheza draft hapo kwenda Iringa. Yani ni barabara imejengwa haina miaka mitatu. Mimi nilikuwa Ujerumani, kuna barabara za mwaka Como, kuna barabara za mwaka 1490 zipo, hazijai kubomoka. Leo hiyo barabara imejengwa haina miaka hata mitatu. Unaweza kucheza draft au ile nini tunaita kwa Kikuli ubwei bao. Yani sio. Sasa ukiacha hizo barabara, kuna barabara gani nyingine hapa mkoa wa Dodoma? Sasa ndugu zangu, ukisikiliza redio zetu zinazungumza kuhusu huyu mama, utafikiri watu wana maisha mazuri. Kumbe watu wana matatizo makubwa. Na ukishuka chini Dodoma, watu wanaishi kwenye vichuguu vinaitwa nyumba. Miaka 63 baada ya uhuru wa nchi yetu. The most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Watu wetu wanaumizwa, nchi yetu inateketezwa, watu wetu wamefanywa maskini, umaskini wa kutengeneza, kwa sababu watu wetu hawana elimu ya kutosha, hawaelewi uzito wa maana ya kuwa rais wa nchi. Watu wanafanya comedy kwenye urais wa nchi. Urais wa nchi hauhitaji majaribio, unahitaji complete mind, ajue anabeba moyo wa watu milioni 65. Na michezo hii mingi inaanzia kwenye sheria zetu, kwenye katiba yetu. Ndio maana tumekuja kuzungumza na nyie wenye nchi. Katiba yetu japo mbovu, hii ya mwaka 77. Tawasomea vifungu kama vitatu, alafu nitajenga hoja zangu around hapa. Inasema hivi, ibara ya 8. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii. Na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii, kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Serikali yoyote itakayokuwa madarakani itapata mamlaka yake na madaraka yake kutoka kwa wananchi. B. Lengo kuu la serikali. Hiyo serikali iliyopata mamlaka kutoka kwenu, lengo lake kuu, lengo namba 1, kama hakuna hilo lengo haina maana ya kuwepo. Lengo kuu ni ustawi wa wananchi. Ustawi. C. Serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa serikali itapata mamlaka yake kutoka kwenu, maana yake nini?
kwamba badala ya sisi wote kuwa marais, tunachagua mtu mmoja kwa niaba yetu. Tunakaimisha sovereignty yetu kwake, kwamba akitupa order tumsikilize, akikomandi jeshi letu limsikilize, akikomandi vyombo vyetu vifanye. Tunampa hayo mamlaka kwa niaba yetu. Sisi wote hatuwezi kuwa marais, hakuna atakaye komandi mwingine, kutakuwa na chaos. Tunachagua bunge. Badala ya nyie watu wa Dodoma tuende pale ubungeni, watu wa Tarime waje, watu wa Msoma waje, watu wa Chamwino waje, watu wa kila sehemu, Ubungo sio waje, Lindi, Mtwara waje hapo. Huyo aseme tuna shida na kiwanda kwa serikali, huyo aseme tuna shida na maji. Hakutakuwa na ukumbi wa kutosha, kutakuwa na chaos. Tunachagua mtu mmoja kwa niaba yetu akasimamie mambo yetu, sio mambo ya mke wake na watoto wake, akasimamie mambo yetu. Katiba inasema hivyo, na katiba inasema serikali itawajibika kwa wananchi kupitia bunge. Kazi ya bunge ni 3 tu. Mimi nimekuwa bungeni. Kazi ya kwanza kutunga sheria, registration, kutunga sheria, ndio maana inaitwa legislature. Kazi ya pili kuisimamia serikali, na kazi ya 3 kuiwajibisha serikali isiposikia. Kazi ngapi? Sasa kutunga sheria, mbunge anapaswa kwenda kutunga sheria nzuri, kwa sababu ni mwakilishi wako. Mbunge ni taxpayer representative, mwakilishi wa mlipa kodi. Kutunga sheria nzuri, kwa sababu sheria ni sheria tu. Ukisikia polisi anasema tii sheria bila shuruti, sio sheria zote tunapaswa kutii. Sheria za kijinga mbaya hatupaswi kuzitii, tunapaswa kuzidefy. Kwa sababu watu wa Dodoma, kwa sababu sheria ni nini? Hata wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu, na ukikataa kuuzwa au kununuliwa umevunja sheria na unapata adhabu. Sasa ilikuwa sheria nzuri? Kisa tu ni sheria nzuri? Ndio maana hao wanatuambia ujinga. Tumetunga sheria, hatuwezi kutii sheria za kijinga. Ndio maana tunakuja kwenu wenye mamlaka ya mwisho na nchi. Sasa kazi ya mbunge ni kutunga sheria. Kazi ya mbunge ni kuisimamia serikali. Kazi ya mbunge ni kukuwakilisha wewe na kuiwajibisha serikali. Serikali isiposikia, mbunge haishughulikie. Ibara ya 9 nasema hivi: lengo la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au chochote kati ya vyombo vyake na udugu na amani, kutokana na kufuata siasa ya ujamaa na kujitegemea ambayo inasisitiza utekelezaji wa msingi ya kijamii ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinatekelezwa kwa njia ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa taifa unaendelezwa, moja, unahifadhiwa na unatumiwa kwa manufaa ya wananchi wote kwa ujumla, na pia kuzuia mtu kunyonya mtu mwingine. Kwamba katiba inasema utajiri wa taifa unaelekezwa kwenye kuhakikisha kwamba unakuendeleza wewe na kuzuia mtu mwingine kunyonya mtu mwingine. Kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi, na hasa zaidi yakielekezwa kwenye jitihada za kuondosha ujinga, maradhi na umaskini. Actually, cha kwanza umaskini, ujinga na maradhi. Kwamba utajiri wa nchi yetu utaelekezwa katika kuondoa nini? Umaskini, ujinga na maradhi. Ndiyo makubaliano yetu na watawala wote waliopo madarakani. Samia alipo hapa alisema, na hapa kwamba nitaitetea, nitailinda na kuhifadhi katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Na katiba inasema kazi yake serikalini iwe ni kusimamia utajiri wetu
ili kuendeleza watu. Lengo kuu la katiba hii na serikali ni kufanya ustawi. Kwa kufanya ustawi maana yake nini? Uwe na kazi ya kufanya, uwe na chakula, utibiwe pazuri, uendeshe gari inawezekana, ulale pazuri, uishi vizuri. Na katiba ina insist kwenye utajiri wetu kutumika katika kutuendeleza sisi. Utajiri wetu ni upi? Nchi yetu ina ukubwa wa kilomita za mraba 945. Alikuwa anazungumza wakili Matata. Amesema Mwalimu alisema